Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanywa njama mara nyingi ili wamuue. Sababu kuu ilikuwa nini? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa mawaidha ya tauhidi na kukataza masanamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanyaje qurbani ya vizazi vijavyo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamuru kwamba mali ya sadaka imekatazwa kwa ajili ya vizazi vyangu, yani kwa ajili ya masharifu au sadati. Masharifu ni nani? Pinalimugisha batale na bado nalihisi mlimhola nanenalimhola na nilomba kunidegeleka ugupyayo kinamuwile Mungu mmoja asiye mshirika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuko katika kambi ya malezi hapa Mlima Sita na jitambulisha afu nimuulize maswali kutoka katika kitabu cha Mizani kwa binadamu. Majina yangu Msangile kutoka katika tawi la Nangali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitolea na kuwasaidia maskini kwa kiasi gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipata chochote alikuwa asiti kugawa na hakuwa anakula kushiba. Maswahaba walipoona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akipata chochote huwa anagawa, walianza kumletea chakula kama zawadi. Alikuwa anafanya nini na kile chakula? Akiwa na wageni alikuwa anawapatia au kuwapa wale maskini waliokuwa wakiishi msikitini kwa ajili ya kujifunza dini. Ni nani alikuwa anaandika mkataba wa Hudaibia? Hazrat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kwa nini wakati wa mkataba wa Hudaibia watu wa Maka walikuwa taabani? Kwa sababu jeshi lao lilikuwa dogo sana na wasaidizi wao walikuwa mbali. Kamilisha sentensi: mbele ya Mwenyezi Mungu binadamu wote ni sawa. Mbele ya Mwenyezi Mungu binadamu wote ni sawa. Mbora ni yule aliye mwema, mwaminifu, mcha Mungu na mwenye hulka njema. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa mfalme, alikuja Myahudi mmoja akadai kabla ya muda wa makubaliano hila ya mkopo aliyemwazima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akawa mkali sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumkasirikia kabisa, bali alimlipia hela yake kwa wema na kuwazuia maswahaba wasimseme kitu. Jambo hili limemwasili vipi? Yule Myahudi aliasika sana kwa kuka njema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akisirimu. Tauhidi ni nini? Tauhidi ni umoja wa Mwenyezi Mungu. Toa mfano kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivunja ubabe na heshima ya ukabila. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimfanya mkuu wa jeshi na kiongozi katika vita aliyekuwa mtumwa, yani Hazrat Zaid bin Harith. Wakati jeshi lake walikuwemo masahaba makubwa bila kujali kiundugu na kikabila. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema nini wakati wa kuhama Maka kwa upendo wa mji wake? Ewe Maka, nakupenda sana lakini wakazi wako waniruhusu kuishi hapa. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipolazimishwa kuhama Maka alikuwa na watu wangapi? Walikuwa watu wawili tu, yeye pamoja na Hazrat Abubakar radhiallahu anhu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na upenda mji wa Maka. Alipopata ushindi wa Maka, kwa nini hakuishi huko na kurejea Madina? Kwa sababu watu wa Madina walimpa hifadhi katika shida alipofukuzwa Maka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kazi gani siku nzima hata akikesha hadi usiku wa manane? Jambo gani hakuwahi kuacha? Kuamka usiku na kusali sala ya tahajjud, hakuacha hata mara moja katika maisha yake. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke mmoja ambaye ukoo wake ulikuwa na heshima kubwa aliiba, watu wakaja kumuombea msamaha wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemaje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba simjali yeyote katika utekelezaji wa haki na uadilifu, hata angeiba binti yangu Fatima basi naye angeadhibiwa. Katika uwanja wa vita au sehemu hatari, wafalme na watu wakubwa huwa wanawatumia watu wengine badala ya kuwa na familia au watu wa karibu yao. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa na mtoto wa kiume, ila alimlea Hazrat Ali baadaye akamwozesha. Mara nyingi katika vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe na Sayyidina Ali radhiallahu anhu walikuwa katika mstari wa mbele pamoja na Hazrat Hamza radhiallahu anhu. Baba yake mdogo na Hazrat Jafar radhiallahu anhu, ndugu wa ndugu yake. Hazrat Hamza na Hazrat Jafar radhiallahu anhu waliuawa katika vita gani? Hazrat Hamza alikufa shahidi katika vita vya Uhud
na Hazrat Jafar radhiallahu anhu aliuawa kwa jina la Allah katika vita vya Mu'tah huko Syria. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda mjini Taif kufanya nini? Alikwenda mjini Taif kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipodhulumiwa na kuteswa sana katika Taifu, Mungu alimtumia malaika ili mtume atoe ruhusa, na Mungu akakandamiza mji wa Taifu na milima miwili wala asibaki mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemaje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliomba msamaha na kuwaombea kwamba Allahumma hudi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nini maana ya Allahumma hudi qaumi fa innahum la ya'lamun? Mola wangu wape uongofu kaumu yangu kwa hakika hawajui hao. Katika vita vya Hunain Waislamu walioshiriki walikuwa wangapi? Waislamu walikuwa 12,000. Katika vita vya Hunain Waislamu wapi walishiriki kwa wingi? Walipodhidiwa wakakimbia na wanyama wao pia, na ukimbizi huo wa ghafla ulisababisha masahaba pia watoke uwanjani. Masahaba wangapi walibakia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba 12. Katika vita vya Hunain makafiri walikuwa wangapi? 4,000. Katika vita vya Hunain Hazrat Abu Bakar radhiallahu anhu na Hazrat Abbas radhiallahu anhu walishika hatamu ya farasi wakitaka kurudi nyuma, lakini sallallahu alaihi wasallam alisema iacheni hatamu, na akasonga mbele. Pale alisema nini kwa sauti? Anna nabiyyu la kadhibu, yani nabii wa Mungu si mwongo. Watu waliomjaribu kwa njama mbalimbali ili wamuue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyia nini baada ya ushindi wa Maka? Baada ya ushindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasamehe kila aliyefanya njama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanywa njama mara nyingi ili wamuue. Sababu kuu ilikuwa nini? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa mawaidha ya tauhidi na kukataza masanamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanyaje kurbani ya vizazi vijavyo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamuru kwamba mali ya sadaka imekatazwa kwa ajili ya vizazi vyangu, yani kwa ajili ya masharifu au sadati. Masharifu ni nani? Masharifu ni vizazi vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Yeye ndo yatuumbile, yatuingile uhai, fatuishi mdunia yabamile, tabamigwa tumuinamile, kulangu safa tushukuru Mungu yu mmoja asiye mshirika. Mijokani ya maombi yito na majibu mitipatia, imani jito ya yakola upendo wino huenea, daima chatutenda kukusifu, dele notenda kukunadi, Mungu yu mmoja asiye mshirika. Eti open miata ole kireto, iolopokin olondau onadonda, kinyor iye tamayana iyok, Mungu yu mmoja asiye mshirika. Zifajenu tutizilole, hakika za muwaziene, ngani waikutio chela, walangatiyo chela, mtukwiche mnope, ewe mnungujwe tu, Mungu yu mmoja asiye mshirika. Kila lugha ya kutaja yasifu wako uwezo, bila hata kukufuja zatolea maelezo. Ianza safari twaja kubali vyetu vigezo, samehe vyetu viroja, tuondole vikwazo. Mungu yu mmoja
asiye mshirika.